Good, thank you muno mwiroreri wito haria hothe uri ugithina mbere na kwirorera Inooro TV nire kinya hinda ria direct na toria twakora twakwira twina Njoroge wa Githinji mugani wito rucini rwa muthi direct-ini ya Ũkũria wa matura na bururi tukimurika kaunti ya Nzoia ni mheshimiwa governor George Natembeya niwe governor wa kaunti ya Nzoia na tune nake thini wa studio nigatha turanie maundu matiganite megie kaunti yake ya Nzoia odumo na bururi wito wa Kenya. Ugikorwo na kiuria kana mawoni ukwenda turie governor ni wega muno cingioka kwitokera namba itu ya SMS iria ni 22488 na mujitekerie jejie ruthiomi twarie ruthiomi rwa Githwairi nigetha governor akiote kuigwa na gugitucokeria orona hinya no ndimugeithia na Gikuyu ndigociria no ariguo uria ngeithi icokagio na ruthiomi rwa Gikuyu tondu ona anakiruta wira na ithwe andu akiri maine na ni muthuri wa Fatoyo murona thini wa studio mheshimiwa governor George Natembeya governor wa county ya Nzoia. Karibu sana thini wa Inooro TV governor, we mwega muno. Niko wega muno. Hiyo ni mzuri sana. Mimi nimefanya kazi huko Central. Unajua? Nilisikia. Nilikuwa Murang'a from 2008 mpaka 2012. And before that, kuanzia 2006 mpaka end of 2007 nilikuwa PA wa John Njoroge Michuki. Na nilikuwa naenda huko Murang'a sana Kangema. Kwa hivyo hiyo dunia mimi naielewa vizuri sana. Ndio. Na lugha naipata kidogo lakini sio ile ya ndani. Asante. Hata hiyo ya juu ni sawa. Asante mheshimiwa governor. Sijui ulijifunza nini wakati ulikuwa unafanya kazi na marehemu Michuki? Kila kitu mimi nafanya nijifunza kwa Michuki. Alikuwa a very practical man, a very firm, dedicated civil servant. Mtu ambaye alikuwa very honest. Unajua Michuki alikuwa anajua kudanganya. Hata kama maisha yake yalikuwa yanategemea yeye aweze kudanganya. Hard work, mambo ya discipline. Alikuwa mzee integrity, alikuwa mzee mzuri sana. Na kupenda nchi yake. He was a real patriot. Kabisa. Asante. Hebu tueleze maisha ikoaje kwako, mambo ikoaje kwako, ulikuwa katika idara ya usalama, mambo ya security ya nchi. Sasa wewe ndio governor wa county ya Nzoia. Uliwezaje kubadilika kutoka mambo ya usalama ukaingia mambo ya siasa? Kazi ni ile tu. Unajua kule kwingine nilikuwa kwa provincial administration, ile inaitwa national administration. Sasa vile wamesema tu correct it, ile ambayo inajulikana sana watu wanaona ni mambo ya usalama. Lakini kuna mambo mengi ambayo pia administrators wanafanya, madio, madisi, wale maSCC sasa, madCC, masisi, maRC, kuna kazi nyingi ambayo wanafanya na nyingi inahusu mambo ya jamii. Kwa mfano mambo ya amani, wakati labda jamii zinazozana, unapata hao ndio watakuja kuleta watu pamoja. Amtumia askari kwanza, hata askari wakuja tu na watawanyisha watu, mnakaa na watu mnaongea mnakubaliana. Na pia unajua tena administrator kwa ile link kati ya serikali kuu na wale watu ambao wako mashinani. Ile programs ambayo national government iko inapangia wananchi, wale ambao wanapeleka habari kwa wananchi ya administrators. Alafu pia mnachukua matakwa ya wananchi napeleka kwa serikali. Unajua mara nyingi serikali inategemea wanasiasa sana, maana wanasiasa pia wanakuwa biased. Unapata mtu anaegemea upande wake sana. Lakini administrators ni watu ambao wako balanced. Kwa hivyo ile kazi ambayo nilikuwa nafanya nikikuwa administrator, ile ambayo nafanya sasa tofauti ni kidogo sana. Tulikuwa nafanya na wananchi, sasa tunafanya na wananchi. Wakati ule ulikuwa napanga mipango, alafu napeleka kwa serikali kuu. Naweza fika pale pale wale watu wa Mombasa wameleta, wale watu wa North Eastern wameleta. Sinagongana kula alafu fedha zitakuwa kidogo. Labda ile ulikuwa nataka kufanya haitafanyika. Lakini kwa sasa ile mpango ambayo tunapanga kulingana ile budget ambayo tuko nayo. Kwa hivyo tunapanga alafu tunatekeleza na tunasupervise. Hiyo ndio tofauti. Asante governor. Mimi nakujua kama mtu anayeongea ukweli na ambaye hafichi. Na kabla tuende county yako ya Nzoia, niruhusu tu nikuulize swali moja kuhusu Kenya. Wakati huu maisha ya Wakenya, watu wanalalamika maisha iko juu, gharama ya vitu imeenda juu.
wakati kuna hii mvua ya El Nino imesumbua nchi, ukitembea sehemu mbalimbali unapata kuna taabu, kuna shida. Sijui maoni yako kama governor, kama mmoja wa magavana katika Kenya kuhusiana na mambo hayo. Ukijibu hilo tuingia kaunti ya Nzoia. Taifa la Kenya kwa sasa liko na matatizo mengi sana. Sisi wale watu ambao tuko mashinani kila siku tunaishi na watu ambao wako na shida nyingi sana. Kama gavana ukiamka unapata watu wameshinda kwako, ama ukienda kwa ofisi. Mimi ungia kwa ofisi mapema saa 1 mimi huwa wanakuwa niko kwa ofisi. Na nakaa kwa ofisi mpaka saa 3 ya usiku. Na muda huo wote kuna watu ambao wanataka kuniona. Hata nikitoka ile saa 3 kuna wale wengine ambao wamebaki. Na wanakuja kutafuta mambo ya school fees. Watu wamefukuzwa. Labda hata shilingi 2,000 tu mtu hana. Kuna mambo ya hospital bills ziko juu. Kuna mambo ya ajira. Watu wamesoma na wana kazi. Wengine hata wana chakula. Kenya hii umaskini uko hali ya juu sana. Hata ukiwa na vijana ambao kwa bodaboda, wengi wenda kule Kitale wamejaa kwa bodaboda. Ile pesa ambayo wanapata kwa bodaboda ni kidogo sana. Haiwezi kufanya ends zikamit. Kwa hivyo matatizo ambayo tuko nayo ni mengi, na gharama ya maisha pia imeenda juu. Serikali imeongeza ushuru sana. Kila kitu imekuwa tax. Lakini lazima tuangalie wakati tunaongeza ushuru, hali ya uchumi kwa namna gani. Yule mtu ambaye ana tax ako na income kiasi gani. So the level of bitterness kule nje iko juu, na tumeanza kuonekana kwamba sisi wote ambao tuko kwa serikali ni kama tujali maslahi ya watu. Unajua watu wanakaa namna gani? Wana tax. Mimi nafikiri kwamba national leadership lazima kwa vichwa pamoja. Sasa tujue wakati wa matatizo kama haya, maana mambo mengine hawezi kungoja. Mtu kama hana chakula, hana chakula, wewe sema kwamba je nimfinya saa hizi, alafu labda ataipuka na matatizo kesho. Kama anataka chakula leo ni saa hii. So haya ni matatizo ambayo kama national leadership watu wanatakana waache tofauti zao, tuache kulumbana. Mimi naona wanasiasa wanalumbana sana at national level, mrengo huu. Wakijua yale mambo ambayo yanaendelea kule mashinani, hawezi kuwa nafasi ya kulumbana. Ingekuwa ni kuweka vichwa pamoja tujue haya matatizo tutatatua namna gani. Na dunia mzima wakati kuna crisis kama ambayo tuko nayo saa hizi, leadership inakuja pamoja. Watu wanasahau mambo yao ya kibinafsi, wanakuja pamoja. Tukae namna gani kuhakikisha kwamba watu wetu wanaishi namna gani. Of course kulikuwa na ile challenge yasema at national debt iko juu sana, lazima tulipe madeni yetu. Fine, lakini as we pay our debt, wale watu wetu na wanakaa namna gani. Sasa simple sana. Na Wakenya unajua ni watu ambao wanafanya kazi. Lakini ile kazi ambayo wanafanya, kama kwa mfano wewe ni mkulima wa maziwa ama mkulima wa mahindi, baada ya kuvuna hiyo maziwa yako au mahindi yako, bei iko namna gani? Na baada bei iko suppressed. So watu wako between a rock and a hard place. Na mimi najua is the responsibility of government, both at the national level and the county government, kuhakikisha kwamba napata suluhu kwa ile matatizo ambayo wananchi wanapata. Asante. Thegi muno mwero line jone wanyitane wa Igwogo uria governor wa kaunti ya Nzoia Mheshimiwa George Natembeya akiuga na ni alia uhoro wa magoti. Sasa tuingie nyumbani. Nilikuwa nasoma pahali na pia kutizama kwa mitandao, hata hapa kwetu kwa Inooro TV, ati Governor George Natembeya wewe ni top. Ikifika ni mambo ya performance. Umepeleka Nzoia mbele sana. Kwani unafanya kazi aje? Kwani hii county ulipata wapi? Ikiwa wapi? Juu umekuwa rated kama governor naye hudumia wananchi sana. Nimesikia unaingia kazini saa 1 uko kwa ofisi. Mimi huingia kwa ofisi mapema. Na watu wakichelewa unafukuza. Maofisa wangu wakikuja ofisi kama umechelewa tunawafukuza. Hasa kwa mikutano, tukisema mkutano saa 2, by saa 2 sasa kila mtu akwa ameketi. Kwa hivyo unajua hiyo pia inaenda kuonyesha ile commitment na dedication to work na pia discipline. Utakani kupata mkubwa wako kama amekaa. Hapana, unakuja mkutano umeanza unaanza kudisrupt. Kama uko na shughuli za muhimu enda ufanye hizo shughuli, utakuja kujieleza baadaye mbona ukuja kwa mkutano, lakini kuja late you is not acceptable. Mahali tulipata Nzoia ilikuwa ni mahali mbali. Na unajua tumekuwa kwa ofisi kwa mwaka mmoja tu. Ile jambo ambalo tumefanya kwanza ni kufanya wananchi wahisi serikali. Governor yuko, CECs wako, chief officers wako, directors wako, sub-county administrators, ward administrators. Hao maofisa wote wa serikali wapo. Ukiwataka unawapata. Sio lazima wasuluhishe shida yako. Lakini kwa vile tuko kwenda uko na tabu, naenda kwa mwana kusikiliza.
unajua kwamba serikali iko. Ile jambo halikuweko. Jambo la pili pia ni ule uhusiano. Sio kuweko tu. Unajua unaweza kuwa kwa ofisi na wewe ni mtu tu arrogant. Uko kwa ofisi na unasoma gazeti na pia watu mkubwa wako busy ama wanakunywa chai hapo. Uko kwa ofisi lakini unafanya nini kwa ofisi? Unahudumia wananchi ama hudumia wananchi? Kwa hivyo sisi tunaweka customer service mbele. Huduma kwa wananchi. Wananchi ndio wametuajiri sisi kazi na hawa ndio our bosses. Jambo la tatu ambalo tumefanya ni kuhakikisha kwamba tunafanya maendeleo. Kuna miradi ambayo tumefanya, labda tuongea baadaye, ambayo wananchi wanaziona. Kitamba zikuwa na tunajaribu kuwa as open as possible. Kuambia wananchi tumefanya huu mradi, tumetumia fedha hizi, tumetumia huu mradi, tunatumia fedha hizi. Na pia tumekuwa na ile tunaitwa vikao. Vikao just ni form ya public participation. Kwenda ukaa na wananchi katika mazingira ambayo iko very informal. Sio ati mkubwa mdogo, hapana. Sote tunaenda tunaketi chini. Mimi niko na kastuli yangu kidogo nakaa pale, wananchi mama wanakaa kwa maleso, wazee pia wanakaa pande, mawaziri wangu wanakaa ile tunaweka tu leso juu na wanakaa. Alafu tunachapa story. Mambo mingi inatoka, wanajua nakwambia. Na wakati mnaongea na wananchi unakuja kujua ni jambo gani kubwa sana ambalo linahusu wananchi hapa. Wanaweza kufanya mradi nafikiri ndio wananchi wanataka na kumbe ni wao wanaotaka sio wananchi wanaotaka. So ile involvement ya wananchi katika masuala ya serikali pia imechangia. Na mimi ningependa kushukuru tu wakazi wa Trans Nzoia, maana ilikuwa hii ni perception survey. Wakazi wa Trans Nzoia kwa mfano wanahisi kivipi kuhusu gavana yake yao kwa masuala tofauti, na waliturate juu sana. Na mimi niko na hakika kwamba muda sio mrefu yale masuala yote ambayo tumepanga kuwafanyia watu wetu tutakuwa tumewafanyia. Kaunti ya Trans Nzoia ni kaunti ambayo naweza sema ni kama face ama sura ya nchi ya Kenya. Kuna mchanganyiko wa watu, kuna mchanganyiko wa makabila. Sio kabila hii ati ndio wengi kuliko kabila ile, watu wamechanganyikana huko. Uongozi wako unawahusisha kwa njia gani wale watu kutoka kabila zingine? Correct. Trans Nzoia ni Kenya ndogo. Hakuna kabila ambalo haliko Trans Nzoia. Ndio governor. All 45 tuko. Na vile pia wamesema correctly. Si labda unapata moja ni watu wawili alafu tunasema bila wako Trans Nzoia. Jamii zote ziko kwa wengi, katika idadi za watu ni kubwa sana. Na ndipo kama Trans Nzoia tumesema kwamba lazima tukae pamoja kwa amani. Hatutaki kuwa na dhana kwamba Trans Nzoia na belong kwa watu wengine kuliko wengine. Na mimi nimekuwa naambia watu wetu kule Trans Nzoia kwamba hakuna mkazi wa Trans Nzoia yote ambaye ako kwa safari. Atiko siku moja utarudi sijui kwenu utaenda wapi, hapana. Yule ambaye ameamua kwamba anakuja kuishi Trans Nzoia, anafanya kazi Trans Nzoia, na amechagua kwa hiari yake kwamba Trans Nzoia ndio nyumbani kwake, atakaa Trans Nzoia bila kusumbuliwa na mtu. Ile mambo ilikuwa inafanyika kitambo. Mimi niko na hakika kwamba baada ya miaka 5 tutakuwa tumeweka foundation ya kutosha na kutoa kasumba katika vichwa za watu wengine kwamba Trans Nzoia labda ni ancestral land ya mtu. Trans Nzoia is for all of us. Ukiangalia katika serikali yangu vile tumefanya uteuzi wa mawaziri, sidhani kama kuna kaunti yote Kenya hii ambayo imebalance serikali namna hiyo. Tuko na Wajaluo hapo, tuko na Mgikuyu hapo, tuko na Wakalenjin, tuko na Mtugen hapo, tuko na Msaboti hapo, tuko na Mnandi hapo, tuko na Waluya. Najua Waluya ni wengi. Kuna ile ndio Waluya 17. Kuna milango 18 ya Waluya. Kuna Waluya pale, kuna Mbukusu pale. Kwa hivyo tumebalance. Hakuna mahali pengine. Na tu kuangalia ati watu walipiga kura namna gani. Kama tuangeangalia ati watu walipiga jamii gani ilipigia nani. Bila kwa wanasemaga tuko na shares katika serikali. Ungepata hata wengine angekuwa kwa hiyo serikali. Lakini mimi nikaangalia kasema kupiga kura ni haki ya mtu. Na baada ya kura, wala ambao walipigia kura na wala ambao kunipigia kura, wote sasa wako na gavana mmoja. Maana wala ambao walipigia mwenzangu na akaanguka, kwani yeye ni gavana yao. Mimi ndio gavana, wala ambao walipigia kura na wenye hakunipigia kura. Na ndio nasema lazima wote tuwaingize wapi katika serikali. Na pia nikahakikisha kwamba tunaweka karibu 50-50 kati ya mama na wazee. Ukiona cabinet yangu unaona tu kwamba wamama wako pale 46%, wanaume 54%. Actually almost 50-50. Deputy governor ni mama, county secretary ni mama, waziri wa ardhi ni mama, waziri wa agriculture ni mama. You know, so vijana wako tumebalance. Hata vijana, waziri wa youth ambaye pia ni mama ni kijana ako below the age of 35. Kwa hivyo tumebalance. Kuna wale walemavu pia tumekata for them. Kuna chief officer ambaye ni mlemavu ako kwa wheelchair. Kwa hivyo ni kitu ambayo tulibalance vizuri sana. Tukaweka sura ya Kenya, tukabalance gender pia tukaweka vijana. Njia gani mnatumia kupatia watu kazi?
Kwa county public service kuna county public service board ambayo kisheria ndio iko na mamlaka ya kuajiri wafanyikazi wa serikali. Na ile kitu ambayo tunafanya, tunaangalia kama county kwamba tunahitaji maofisa katika kitengo fulani. Tunawapatia, nataka kama ni maofisa 50 kwa agriculture kwa mfano, alafu tunawapatia hao wako na schemes of service kila kada. So wanaangalia, alafu wanatangaza kwa magazeti, wanaweka kwa website, watu wana apply, wanakuwa shortlisted, wanaenda interview, wanafanyisha interview, alafu wanatuletea yale majina 50, and they operate independently. Na hilo swali ni muhimu kwa sababu pia ningependa wakazi wa Nzoia pia wajue kwamba governor haajiri watu. Tunaamka siku moja wanasema umekuja kwa ofisi governor nataka kazi, mimi nakuandika unaenda. Vile ilikuwa inafanyika kitambo mpaka ikafanya watu wakarundika kwa serikali na mnaibi bila mpango wote. Wafanyikazi wa serikali wote, hata ambaye anafagia, lazima itangazwe. The competitive process lazima itangazwe na board na kuwe interviewed, aajiriwe. Sisi tunaletewa tu majina alafu anapewa appointment. Governor George Natembeya mheshimiwa kumako ule ya kaunti ya Nzoia Mweroreri niwe turalie nake mambo ya ufisadi. Mimi usikia ati ufisadi ilitoka Nairobi kakuja kwa makaunti. Unadila nayo kwa njia gani governor huko kwenu ufisadi, corruption? Ufisadi, unajua ufisadi, maofisa wa serikali ambao ni wafisadi pia lazima tuangalie jamii, because hao wanatoka wapi? Hiyo pool, kama pool ni chafu na wanatoa chota maji pale, problem iko kwa pool, si ndio? So wa Kenya lazima tuanze kupigana na ufisadi kama wa Kenya pia. Of course ile dhana kwamba ufisadi kutoka national government kenda kwa county government, your story iko. But at the end of the day ni integrity ya mtu. Maana kuna resources ambazo ziko at the disposal of an officer. Amepewa kazi, amepewa majukumu, na pia amepewa fedha. Ni jinsi gani wanatumia hizi fedha. Of course tumeka mechanisms accountability. Na pia fedha mingi huwa zinapotea wakati wa utekelezaji wa miradi, wanakuwa na ukora hapo. Na that's why kama county tumesema kwamba ile miradi ambayo tunapeana kwa wanakandarasi lazima ikamilike, na kuna kuwa na periodic reviews kuhakikisha kwamba hizi miradi are they on course ama zimechelewa. Kama zimechelewa kwa sababu gani? Ile sifika mahali mtu aanze amekula pesa nyingi, ile kazi amefanya ni kidogo alafu anapotea kwa sababu labda amefanya labda wako na magano fulani na officer fulani. Kwa hivyo kuna timu ambayo inaitwa Governance Delivery Unit ambayo inaangalia haya maneno kuhakikisha kwamba miradi ya kiradi inafanyika. Na bado pia mimi mwenyewe niko kwa ground na naangalia hizo miradi vile zinafanyika kazi. 3, tuko na very open door policy, very transparent. Wananchi wanapiga simu ama anaenda kwa mradi, anapiga picha, anasema mradi kama contractor amehama yuko ama ifanyike kulingana na specifications. So unapata habari all the time. But katika mikutano zetu pia za executive, ni kuambia vile ICCs kwamba lazima supervisor departments have empowered them, nimewapatia nguvu. My chief officers wako na powers, the accounting officers ndio wanaangalia mambo ya fedha. Hakuna mtu anainterfere na kazi yao. Kuna personal responsibility. Kama kundakuwa na fedha zimefujwa, hakuna kusema governor atanitetea, utasimama wewe peke yako. Ya maana hakuna mtu mniambia atafute pesa ama afanye nini. Kwa hivyo ukifanya ukora yako na upatikane, utapambana na mambo yako. So far so good. Mama usaongo na wanafanya kazi vizuri. Thank you mno. County yako ni county ya ukulima. Mwenzangu Njoroge ananiambia ati tunapata chakula kutoka Nzoia, mahindi, ugali. Hiyo ndio chakula iko kwa wingi county ya Nzoia. Hebu tueleze mheshimiwa governor George Natembeya, jinsi serikali yako inavyowasaidia wakulima kupata pesa ama kuweka pesa kwa mfuko na pia kuweza kulima kilimo biashara. County ya Nzoia ndio inalisha taifa la Kenya. Mwaka huu tumevuna mahindi gunia milioni 7. County moja ya mahindi ile ya 90 kgs. Ile ambayo inatufuatia ni kama Wasinigishu na ni kama yao ni kama gunia 1400 hivi na nusu, milioni 4 karibu na nusu. Kwa hivyo they almost half. So Nzoia leo hii tukisema kwamba tulimi mahindi Kenya kutakuwa na matatizo. Hii mambo ya kubeba masufuria kwa kichwa itakuwa ikukwisha. Kwa hivyo tunalisha taifa na mimi najifunia hiyo. Na niko na hakika kwamba even going forward nataka tusukume tufike hata 10 million. Na maana hiyo uwezo ipo. Ni kujaribu kusaidia mkulima. Mwaka huu tulipeana mbegu bila malipo. Tulikuwa naenda tununua mbegu kama serikali 54 million worth na tukapatia wakulima. Na wengi walikuwa ni wale wakulima
wadogo. Wale wakulima wa shamba kidogo hao kwanza ndio wanalisha taifa. Mara wale wengine wale large scale wanalima mahindi ile ya mbegu. Lakini wale ambao wanalima kidogo eka 5, eka 10, eka 2, eka 1, hata wengine wako na point saizi wanalisha taifa. National government pia imetusaidia. Kuna wakati bei ya mbolea ilikuwa shilingi 7,000 na rais akatangaza ikapunguzwa ka import fertilizer kuja 3,500. Pia juzi pia rais ametangaza imepunguzwa imekuja 2,500. Haya ni mambo si kama wakulima don't take it for granted. Tunamshukuru rais kabisa kwa ile jambo ambalo ametufanyia. Yeye ni mkulima na anaelewa ile matatizo ambayo wakulima wanapitia. Na tungependa pia kuomba hata zaidi ipunguzwe. Maana bei ya ukulima ikirudi chini, kwa mfano bei ya mfuko mmoja wa fertilizer ifike shilingi 1,500 na pia bei ya mbegu irudi chini. Maana mbegu zote Kenya hizi za mahindi zinatoka Kitale. Kuna Kenya Seed, kuna Western Seed, kuna Seedco, zote ziko kule Kitale. Bei pia ikirudi chini na mkulima produce mahindi kwa bei ya kwa gharama ya chini, inamaanisha kwamba tukiuza mahindi baada ya kuvuna tuuza na shilingi 2,000 3,000. Gharama itarudi chini, maana hata bei ya unga itafanya nini? Itarudi chini. Na nchi zote humu duniani wala ambao wanafanya ukulima, serikali imejaribu kuwasaidia. Serikali inafanya ile inaitwa subsidy. Wanapeana subsidy kwa mkulima. Hapa Kenya tunapatia subsidy kwa wafanyabiashara. Ile wapewe subsidy waende wa import mahindi. Na ukipeana subsidy inamaanisha kwamba sisi kama wa Kenya tunasaidia mkulima wa nje. Ukileta mahindi kutoka Turkey kwa mfano ama kutoka Zambia ama Malawi ama Tanzania, una-import kwa bei ya juu, mwenye anafaidika ni mkulima wa Tanzania ama wa Uganda ama kule Turkey. Zile fedha ambazo tunapatia hawa jamaa wa import mahindi, tukipatia mkulima wa Kenya ata produce hiyo mahindi. Na ata produce mahindi, mkulima atakuwa na pesa. Kwa sasa tunaongea mambo ya ukulima biashara. Hatutaki mtu tu analima mahindi, watu wamelima mahindi miaka hiyo yote na umaskini haukushi. Sio wetu kwa sababu wetu hawana bidii. Watu wetu wanalima kabisa. Hata sasa wameanza kulima kujitayarisha mambo ya kulima mwaka ujao. Lakini baada ya kuvuna haya mahindi, bei inakuwa namna gani? Napata bei inakuwa manipulated na cartels. Badala ya kuuza mahindi shilingi 5,000 6,000 kwa sasa unapata wanauza shilingi 3,000. Na wale ambao wanauza ni wakora, wananunua ni wakora tu. Wanasema bei ni mbaya, international market. Market inataka kuwa mambo ya supply and demand. Lakini nao wanainterfere na hiyo market forces. So unapata mkulima apati kile kitu ambacho atakana kupata. Then jambo lingine ni ile inaitwa post harvest losses. Tunavuna mahindi wakati wa mvua inanyesha sana, tunataka kuosha mahindi, wanasema iko na moisture, mahali pa kustore mahindi pia unapata hakuna. So unapata mkulima anapoteza almost 30 to 40% ile mahindi ambayo ameproduce. Kama serikali tumekuja kuna ile national warehouse system ambayo mkulima anaweza kupeleka mahindi yake, nafaka yake ende serikali akaweka kwa stores za serikali mpaka bei ikuwe nzuri. Lakini unajua pia sio watu wengi wako na hiyo uwezo wa kungoja, maana mahitaji pia ya fedha iko. Ikifika mwezi wa Disemba kuna mambo ya sherehe za Christmas, mwaka mpya, kuna mambo ya school fees. Hiyo pressure hiyo haikubali mkulima kwenda kuweka mahindi yake mahali ikae tu pale. Sisi tumeshirikiana na national government, tumeleta ile inaitwa dryers. Badala ya kutegemea jua kausha mahindi, sasa tumeanza kupata dryers. Tumefika karibu 20 katika county. Tunataka tukue na almost 25, maana tuko na 25 wards. Kila ward ikikuwa na dryer inamaanisha kwamba mkulima ukisha kausha mahindi yako vizuri, hiyo mahindi hayataharibika. Na unaweza kungoja hata ifike mwezi wa Januari, mwezi wa pili, alafu uuze mahindi yako. Jambo la pili tunataka wa embrace hiyo warehouse system. Maana hiyo warehouse system ukienda ukipewa hiyo tikiti hiyo, unaweza hata kuitumia hata kulipa fees na mahitaji nyingine ya ungoja hata bei ya mahindi panda, alafu unapata inakuwa mzuri. So tunataka is a long process, maana watu wamezoea kufanya vitu in a particular way. So tunataka pole tuvuzane pole, wakulima wetu wajue kwamba usikue na pupa ya kuuza. Of course sasa unajenga vitu inaitwa county aggregation and industrial parks, inaitwa KAIPs. Nzoia ni kati ya counties 18 za kwanza ambazo zinashirikiana na national government kujenga hizi KAIPs. Tulifanya our ground breaking na mheshimiwa Ũkũria karibu miezi 3 imepita. Itagharimu karibu shilingi milioni 500. Tunatoa 250 million, national government inatoa 250 million. Hiyo itatusaidia wakulima kuja kuleta mazao yao hapo, either kuweka ngoje bei kuwe mzuri, ama ya pili wanaleta pala alafu tunauza pamoja kama county. Tunatafuta soko, mahindi yetu ndio haya. Kama ni Ukambani wanahitaji mahindi, mimi labda naongea na governor kule Ukambani, kama ni
ni mheshimiwa Mutula, tunakubaliana mimi nampelekea mahindi ya Trans Nzoia, alafu ananipatia fedha, tunakuja tunapatia wakulima. Kama vile cooperatives tulikuwa tunafanya kitambo. And then of course tufanye mambo ya value addition. Badala kwa tunauza mahindi all the time. Tuanze sasa kuuza unga, animal feeds na mambo mengine. Asante. Thank you. Naona pia kaunti ya Trans Nzoia ishawahi kutambuliwa na tume ya NCIC na Umoja wa Mataifa kuhusu mambo ya ethnic and diversity. Ya hiyo ndio nimekuambia. Tumepewa hiyo shahada juzi. NCIC wanaangalia ni counties gani ambazo zinaangalia mambo ya inclusivity. Na katika counties 47 Kenya ni 13 peke yake ndio ziko na hiyo inclusivity. Trans Nzoia kati hizo 13 tulikuwa namba 8. Meaning we are 8 out of 47. Na vile we are doing very well. Kujua kwamba county iko na jamii zote vile tumesema. Na wote wanahisi kwamba wako ndani ya serikali. Sio kuongea tu bali unaweza kuja na uangalia na udhibitisha. Good. Kuna huu mradi ambao governor Mheshimiwa George Natembeya ulianzisha huko kwenu county ya Trans Nzoia, inaitwa Natembeya. Muranga hapa kwa Kikuyu pia iko Kangatakea. Na naona hii Natembeya inafurahisha watu sana. Hebu tueleze kuhusu Natembeya. Natembeya unajua ni ile tunasoma good international practices. Yule rais wa Amerika Barack Obama alikuwa na Obamacare. Sasa sisi pia tumekuwa tunaiga hiyo. Natembeya ni ule mpango ambao tunatoa fedha kidogo kusaidia wale watu ambao wanaitwa indigents, wale watu ambao ni maskini kabisa. Unajua anakuwa maskini mpaka maskini mwenzako anasema wewe ni maskini. Yule ambaye ako chini kabisa, lakini hao maskini pia wanakuwa wagonjwa, si ndio? Kwenda hospitali hata kiambia hata shilingi 10 tu ya kujaza ile kitabu hana, atarudi nyumbani anaenda kukufa kabisa. So tukasema tuwe katika mpango wa NHIF wa insurance. So hao ndio tunawalipia fedha na tunataka iendelee. Basi hizo kwa chini just about 20%. Tulipata kabisa 0%. Sasa tumesukuma fika karibu 20%. Nataka tuisukume ende ifike 70%. Hiyo ndio lengo letu. Na tumejaribu pia kusema kama sio serikali walipie tu, wala ambao wanajiweza kidogo. Kwa mfano vile nimesema nimekupatia mbegu ya mahindi, umelima mahindi, umevuna mahindi, nipatie gunia moja hiyo mahindi, 1 sack. Hiyo gunia moja itaenda kulipia NHIF ya familia yako mzima kwa mwaka mmoja. Maana saa hizi wale wakora wananunua mahindi kwa 3000 shillings kwa gunia moja. Mimi kama gavana hospitali yangu inanunua mahindi gunia moja ya kulisha wagonjwa na shilingi 7,000 shilingi 8,000 ile market rate, ndio. Mbona mimi sifuye mahindi kwa mkulima badala kwenda kununua shilingi 8,000 kwa soko, hii mahindi ya mkulima hii ikave nini? Ikave insurance. Wagonjwa kule mahindi kwa hospitali, ile fedha ambayo wangetumia kununua mahindi iende wapi? Iende kwa insurance. So ndio mambo pia tunajaribu wakulima na wameanza kuleta. Hata nimeenda sehemu moja within 1 hour alikuwa ameleta gunia 100. Kwa hivyo wana impress. So wala ambao wanajua sasa kidogo waleta mahindi. Na pia wala ambao wewe uko na shamba kubwa, unavuna mahindi gunia 100, gunia wengine ambao wanauza hata 2,000. Sponsor jirani wako ama wale watu ambao wanakufanyia kazi kwa shamba lako, wale ambao wanakuja kuvuna, wanakupalilia mahindi. Hata watu wa Kenya Seed, watu wa ADC. Sponsor watu yako kuna gunia moja tu ya mahindi, wanakuwa kwa NHIF. Hutawahi kusumbuliwa tena. Atasema mtu amekuwa mgonjwa, tufanye harambee, tuchange nini. Tunataka health kabisa ile katiba inasema ikuwe ni haki ya kila mtu. Isikuwe ni story ambayo tunapiga kwamba haki ni ya kila Mkenya na watu wengine wanakufa kwa sababu wamekosa shilingi ngapi? 200 peke yake, 200 shillings. Ameambiwa utaenda pale kwa lab upime, ulete results. Ana 200. Akienda hivyo anaenda kukufa na ugonjwa ambao unaweza kuwa prevented. Lakini hospitali ziko aje? Dawa, mishahara ya wafanyikazi sababu pia ni muhimu, nurses, madaktari, namna kaunti yako inavyo washughulikia. Health tumeka focus kubwa sana kwa health. Kwa sasa hatuna problem yote na wafanyikazi. Kulikuwa na challenge of course ya mindset ya kitambo vile nasema the government ilikuwa kwa free mode. Hakukuwa na ile ambayo ameshikilia kabisa practically. So na baada watu wakaanza kufungua vitu zao clinics na nini, napata mindset ya madaktari kwa iko nje ya mtu anapata tu mshahara lakini kazi yote anafanyia kwa private clinic. Hiyo ndio tumekuwa tunapambana nayo kuhakikisha kwamba wafanyikazi wa serikali wanafanya kazi. Na kuna a lot of improvement sasa. Hata ukienda kule madaktari wanafanya kazi, wale surgeons wanafanya kazi, nurses wanafanya kazi. Jambo la pili pia tumeinvest in infrastructure. Kuna hospitali ambayo nilipata iko complete.
hospitali kubwa level 5 hospital. Gani? Inaitwa Kijana wa Malwa. Walikuwa wanaita Kitale Teaching and Referral Hospital, but tulibadilisha. Tukaita Kijana wa Malwa Teaching and Referral Hospital. Tunaanza operationalize. Ili huduma nyingi ambazo zitakana kuwa za referral zifanywe hapo. Watu wasitoke kwenda kule Moi Teaching and Referral Hospital. Na mahali county hospital ilikuwa ile mpango ambayo tuko nayo ni kwamba wakati tumehamisha hizo services, tunataka tuweke ile center ya saratani hapo. Kanza center. Maana nimetembea wakati tunaenda mambo ya mazishi, unapata watu wengi wanakufa kwa sababu ya ugonjwa wa saratani. La pili, mtu akiwa na ugonjwa wa saratani imefika stage 4, akienda hospitali, mara daktari anaambia relatives, jamii, mwende nyumbani mjaribu mbinu zingine. Watu wanaenda kwa mambo ya maombi, mambo ya mitishamba, mambo ya nini. Na kwa sababu ya umaskini, ukienda ukiona mazingira ambayo hawa watu wanaishi kabla afe, ni mazingira mabaya sana. Nataka kuweka mambo ya palliative care, ili tuweke some dignity and respect hata kwa last days ya mtu. But majorly nataka kuweka cancer center kwa sababu nataka hii ugonjwa itambulike mapema. Ili ukienda hospitali kupimwa cancer kwa vile mtu anapimwa malaria ama kupimwa temperature, na hii ugonjwa wa saratani ikundulika mapema, ikiwa kama stage 1 ama stage 2, chances za kuwa cured ziko very high. Na pia katika hiyo facility ile ambayo tunataka pia weka hapa center ya mental health. Najua kuna watu ambao wamekuruka. Nasema kukuruka, lakini hawana mahali pa kupelekwa. Uweze kuwachanganya kwenye wards za ugonjwa wengine. Nataka tukuwe na space hapa ya kuwa na watu. Na pia tunajenga hospitali nyingine mpya brand new, inaitwa Mother and Child Hospital, ambayo itakuwa inashughulikia mambo ya kina mama na watoto peke yake. Sasa hizi inaendelea kufikia mwezi wa pili itakuwa imekamilika. Kule Kajibora tunajenga facility ili kuwe proper sub county hospital. Kwanza the same. Hizi facilities ambazo zinaitwa sub county hospitals zilikuwa just dispensaries. Tunaanza kuzi-upgrade zote zikuwe level ya sub county hospital, including hata ile inaitwa Matunda. Okay, uko nao hao jamaa nasikia wanaitwa community health promoters. Uko na wao? Tuko na community health promoters karibu 3,000. Na mnajua hawakuwa wanalipwa mshahara. Tukishirikiana na national government tukakubaliana kwamba county government itoe shilingi 2,500 na national government itoe shilingi 2,500. Hii pesa ya national government inakuja kwa counties kama conditional grant. Kwa sababu health is 100% developed. National government has got no role katika hiyo mambo ya afya kule mashinani. So lakini wanatusaidia kwa miaka 2 miaka 3 watakuwa wanatulipia nusu ya mshahara. Kwa hiyo mshahara itakuwa shilingi 5,000. Baada ya miaka 3 serikali inajiondoa, national government inajiondoa, alafu county government inaendelea na hiyo mpango. Wale watu madaktari wa jamii wa kijiji wamekuwa wanafanya kazi nzuri sana. Hata mambo ya saratani na magonjwa mengine, hao ndio wanatambuliwa mgonjwa umekuwa mgonjwa sana, enda kwa hospitali. Hata hii mambo ya ugonjwa kwa sababu HIV kwa mfano, hawa ndio wanaenda kuwaletea madawa wakati mwingine. Mtu kama amelemewa sana wanapelekwa hospitali. Wamekuwa wanafanya kwa kuvolunteer tu. Lakini kwa sasa wanapewa mshahara kidogo, na pia wamepewa kits. Wanaweza kupima temperature ya mtu sasa, wanaweza kupima sukari, wanaweza kupima pressure, hayo mambo yote na kiti ambayo inawasaidia. Okay, asante. Nataka tupumzike, lakini kabla wacha nisome message moja ambayo imetoka kwa mtazamaji ambaye huangalia, ni mdadisi, naweza sema mdadisi wa mambo ya kisiasa. Nasema hello to the governor, very insightful and thought-provoking debate. This is excellent. Na ameweka kaimoji kama makofi, anatupigia makofi kwa vile tunaendeleza mazungumzo haya. Anaitwa Gabriel Dhobe. Ni mdadisi ama mchambuzi mambo ya siasa. Huwa tunajaribu kuongea Kiswahili. Sasa governor, nataka tupumzike, lakini vile wewe ni mtu wa kuamka mapema kama mimi ama sisi, maana naona tuko na 4 million viewers ambao wanakufuatilia haya mazungumzo. Wewe unakunywa nini asubuhi? Mimi asubuhi mimi ukula ugali asubuhi. Mimi ukula lunch asubuhi. Hata sio breakfast. Kwa sababu nikienda kwa office school tena. Hakuna mambo ya chai ya saa 4, hakuna lunch, hakuna nini, tutakutana na supper tu. So mimi ukula mapema. Mambo ya chai mnakunywa kahawa hii hapana. You know wokeruga ngima. Akire studio governor akigagure. No, regio turacokereria muroreri studio, tuna mheshimiwa governor George Natembeya kuma county ya Nzoia, na tukirejea tutaongea kuhusu pombe na status ya Kitale town. Nataka kusikia kama kwenu pombe ni kama kwetu. Kwa kina kama una Njoroge pombe asubuhi. Kule mnakunywa sana bwana. Haya, tobe tuikelie.
Tunataka kuwajulisha na kuinsist kwamba we will only call our winners through the number 0709-767-000. That is 0709-767-000. The Motindum liquid electronic device reaches every corner, giving your loved ones a peaceful sleep. Together, we can fight to end malaria. Motindum, Kenya's #1 choice. No wigire rwimbo ruru thiini wa thimu yaku ugwika atia hihinya *860*411# na ndukariganirwo Inooro niko mucii wa aini othe. Ni mnyama akona uhai na ni kama mtu, na lazima alishwe, lazima afya yake ikuwe sawa sawa, lazima awe in a very comfortable environment kama atakupatia faida yoyote. Kwa hivyo kitu ya kwanza, kama vile binadamu anaishi, asubuhi lazima akule, mchana lazima akule, jioni lazima akule, na wanyama ni kama hivyo hivyo tu. Neisa jamana nduhio kuma kafatini ito ya tafarira cia thinema iria wendete. O muthenya wa gatatu thaa 2:30 cia hwaini. Ni thande cia uriro wa wendo. Utorire mwana ko imamu wanyu na amutiga ku. O muthenya wa kana thaa 2:30 cia hwaini. Ubio thie eke wage ya guthukira we ndumurano na ngahiha cia mĩciĩ nĩ ndogo. Leo ni ihinda rĩa gwĩtua ta actress na wĩtue fiu ndũngĩheo wĩra kwa thie sasa. O muthenya wa gatano thaa 2:30 cia hwaini. Hari ni agũka wendo kimenya mathena marĩa andũ arĩa angĩ mahĩtũkagĩra rich kideno ngucanio na mĩtangĩko ya ithaga rĩene nĩ mwago wĩkindĩrĩte o gũkũ kwa Inooro TV ndũkahĩtũkuo. Good, thank you muno mwiroreri haria hothe uri uguthina mbere na kwirorera Inooro TV. Direct no twinayo ikonie Ũkũria wa kaunti ya Nzoia, na studio tuna mheshimiwa governor wa kaunti ya Nzoia George Natembeya. Ni okire Natembeya kuma Nzoia oka nginya guko Inooro TV nigetha mumurie ciuria. Governor, kuna hii maneno ya pombe. Sijui kwenu ni kama kwetu? Pombe kwetu iko iko pombe nyingi sana. Lakini pombe ya kwetu haiui watu. Ile ya Central sio pombe. Mimi nimefanya kazi huko. Hiyo ni sumu. Ile watu wanachanganya methano na ethano. Unajiundia pombe hapo. Na watu wanakunywa sumu na wanakufa. Sasa hiyo wamekunywa. Wanakufa, wengine wanakuwa blind. Na imeharibu watu. Kisha nikikuwa DC huko, hiyo ndio vita tulipigana nayo sana, vita ya pombe, na nikakuwa na maadui wengi sana. Lakini nikitoka kama DC wa Murang'a, pombe ilikuwa imekwisha. Tulikuwa tumefunga vilabu, tumefunga. Maana ukienda Murang'a town kwa mfano, ulikuwa unapata mabani mingi kushinda maduka. Mabani mingi, mali ya vileo ni mingi kushinda mashule. Hiyo kaunti ilikuwa inakwisha kabisa. Na tukapigana na hiyo pombe sana. Kule kwetu kule Nzoia pia kuna pombe. Na kuna ile pombe ambayo ina madhara mengi. Kuna ile inaitwa busa. Hata sisi tulikuwa watoto wadogo tulikuwa tunakunywa hiyo busa. Hata mama kienda kupalilia mahindi na nyinyi mnasumbua, unapewa busa, mnakunywa na mnalala. Mama atatu saa 10 anapata bado mmelala tu. Na sisi ndio hawa. Lakini ile pombe ambayo inamaliza watu ile inaitwa chang'aa. Chang'aa ni sumu, alafu vijana wanakunywa mpaka wanapotea, wanaacha majukumu yao. Na sheria ya kuharamisha chang'aa najua iliondolewa, haiko. Sivukana kwamba chang'aa itengenezwe kwa mazingira ambayo iko mazuri, na wakaweka condition ambayo ni staff sana, inafika mahali watu hawezi kuunda chang'aa. Sisi tulikuwa na proposal ambayo tujatekeleza ya kwamba tu license
watu wa kutengeneza chang'aa wakuwe license kabisa, alafu kuwe properly regulated. Ili pombe ikitoka mahali na iadhiri mtu, unajua pombe ilitengenezwa na mahali fulani, imeenda kuumiza mtu mahali mwenye kutengeneza mahali fulani. Hiyo ndio mipango ambayo bado tuko nayo. But most importantly, mbona watu wetu wanakunywa pombe sana? Ukienda kule Central Province, watu wanaanza kunywa pombe kwa wingi wakati mambo ya kahawa ilienda chini na ikakufa. Si ndio? Mambo ya maziwa iria ikaenda kaenda chini. Ukakuwa na mambo ya hopelessness kabisa katika society, watu wakatafuta comfort kwenye pombe. So kuondoa watu kwa pombe inua hali ya economy ya watu, fanya watu wakuwe busy, watu wakuwe na fedha. Hata mtu akikuwa na fedha atakunywa pombe kama mungwana, hata kunywa pombe kusahau shida zake, atakunywa pombe kuburudika, na atakunywa pombe baada ya kazi akijua kwamba kesho kuna nini, kuna kuamka na kwenda kazini. Na ndipo sisi tunataka sasa kuanza pole kuinua hali ya uchumi ya watu wetu. Tumesema kwamba mambo ya tenders kwa sasa tunataka kujaribu kadri iwezekanavyo, tenders za serikali ziende kule mashinani. Tumesema watu watengeneze groups, tufanye inaitwa community procurement. Ukiweka shilingi hata milioni 1 katika kijiji, hiyo pesa inakuwa failed, na circulate pale. Hata jamaa anaunda mandazi utaona ako na pesa, si ndio? Mwenye ako na maziwa ako na pesa. Mama mboga hawa ambaye anauzanga sukuma 5 kwa mwaka anauza tu 5 kila siku kwa sababu hana capital. Akianza kupata pesa fedha kidogo ata-improve pesa, atauza gunia yake, si ndio? Tunaanza kutoka na program ya community empowerment, social protection ambayo tutaweka vijana wetu, wamama, wazee, tunawapatia stipend kidogo. Wanafanya kazi ya jamii kama kufungua mitaro, kama kufika barabara. Kwa mwezi wanafanya siku 10, alafu wanalipa shilingi 5,000, yani 500 per day. Hiyo shilingi 5,000 mimi niko na tabadilisha hali ya maisha ya watu. So yule mama ambaye anategemea kuuza chang'aa, mwambie watauza chang'aa ile wanauzanga hii, ama nikupatie hii kazi ufanye. Wengi wata-opt kuja kufanya hii kazi. Maana wala ambao wanauza jang'aa, ile mazingira ambao wanauzia jang'aa sio mazingira ambayo kulea jamii, kulea family. Na wamama wengi naona wanakadhabika. Anafanya hivyo maana hana alternative, hana option, amepiga ukuta kabisa. So unasema okay, wacha kuuza pombe ndio, lakini kuja fanya biashara hii, ama kuja fanya kazi. Tunafanya mambo pia ya life skills, mambo ya civic education, kuwafunza. Umepewa pesa ndio shilingi 5,000 ama 10. Hizi fedha utatumia namna gani? Utainvest namna gani? Utasave namna gani? Slowly by slowly tutaondoa mambo ya watu kunywa pombe kwa kupenda. Asante. Wacha tuingie town ya Kitale. Status ikoaje? Town ikoaje? Kitale ilikuwa kijiji kadi tukiingia katika serikali, lakini kwa sasa tuko na program inaitwa beautification program. Na kazi imeanza kiingia namna hiyo. Utaona Kitale imekuwa branded. Nzoia ni kaunti ya mahindi, kenda pale utaona mahindi pale. Na utaona mahindi kabisa, tumetengeneza mfano wa mahindi iko pale. Tumeanza kutoa ile miti ambayo ilipandwa na mzungu. Sio alikuwa anatumia itikadi gani? Unajua watu wengine wakipanda mti anaiongelesha. So tumefanya matambiko na nini. Sisi tumekuja tunapanda miti ambayo inaandamana na mambo ya mji. Ndio. Mji wetu ni msafi, tunarokota takataka. Tunataka kuimprove hata mambo ya barabara. Sehemu ambazo kuna matope tunataka kuweka lami ama tuweke kabro. Tumeongea na wangwana wa kura, na mimi niko na hakika kwamba watatusaidia pia kuimprove hali ya barabara. Na pia of course the challenge ambayo tuko nayo kubwa pia ni mambo ya maji kule mjini, au source of water, maji yanatoka imeanza kupunguka. Na mambo ya maji ni capital investment. Kwa hivyo tunaongea na donors tusaidie kama tunaweza kupata project nyingine ambayo italeta maji katika mji wa Kitale. Tusikue na mji ambao unakuwa na ambao una basic facilities. Na pia tuko na mipango ya kuweka lighting, sio katika mji pekee yake, katika hata barabara ambazo zinaingia kwenye mji. Basically within the municipality tuko na mwangaza wa kutosha. Maana mipango yangu ni kuhakikisha kwamba tuko na 24-hour economy. Watu wafanye biashara mpaka late usiku. Ndipo sasa tumejenga hata masoko. Kuna soko karibu tunamaliza inaitwa Mama Kijana Business Center, karibu inamalizika. Kuna soko lingine tumejenga pale kwa reli tukishirikiana na Kenya National Highways Authority Kenya, maana umejenga barabara kutoka Kitale kwenda Swamp. Tukaambia nao bwana, fanya corporate CSR, corporate responsibility, na wakubali kuweka shilingi milioni 100 hapo, wanatujengea soko hapa nitakamilika. So tuondoe watu ambao labda wana mahali pa kufanyia biashara, wanafanyia biashara kwa barabara, waende ndani ya masoko. Na pia tumepunguza ushuru. Sisi Nzoia tumepunguza ushuru. Ile pesa wa mama walikuwa wanalipa shilingi 40 kwa siku, tulipunguza mpaka shilingi 20. Tukale wale jamaa wa bodaboda walikuwa wanalipa 300, inaitwa sticker kwa mwezi, tukapunguza mpaka 500 kwa mwaka. Unaona? Maana hawa watu ni wa chini. Wanatakana wapewe
wapewe boost. Sio serikali kuendelea kunyonya wanataka wasaidiwe. So ile pesa kidogo ambao wanapata hizo fedha wanapata badala serikali kuchukua, hizi kama serikali tunapunguza matumishi yetu, au expenses tunapunguza. Mambo ya kunywa chai, mambo ya usafiri ambao una maana, hizo vitu kidogo ukiweka pesa pamoja ni fedha nyingi sana. Tupunguze hizo. Lakini tuondoe gharama kwa mwananchi wa kawaida. So mama mboga punguzia mzigo, boda punguzia mzigo. Wale ambao hawana kazi, nasema ile mambo community empowerment wapate kidogo, waipo ni kufanya kazi yote. Asante governor. Mimi ni Reverend Mbogo na kupongeza kama governor wetu. Naishi Nyakenywa. Ulitusaidia kupata title deed. Sasa tunataka igine. Igine ni lini? Yaani huku Nzoia kuna Nyakenywa? Yuko Nyakenywa. Kuna Nyakenywa, shamba la Nyakenywa limekuwa na shida kidogo. Walikuwa wanalumbana sana. Na nikikuwa RC, rais mstaafu Uhuru Kenyatta alinipatia amri akasema niende sort out your problem. Najua Nyakenywa walikuwa wanadanzia mzee Kenyatta original. Na akashtuka kwamba kuanzia wakati huo bwana waje walipewa mashamba in the 70s mpaka sasa hajapata title deed. So nikatumwa huko tukasota out mambo ya leadership problem. Kadri nikasema sasa nyinyi mmezozana, mmeshinda kujiongoza, sasa mwenyekiti wa ile shamba ni mimi mwenyewe. Niliwaambia hivyo. Na nika take charge. Tukasukuma mpaka tukapatia title deeds. Kulikuwa na kesi kotini, zingine serikali kajaribu kusaidia kusort sitoke kotini. So tukawapatia title deeds. Lakini kuna karibu 300 ambao hawakupata title deeds. Problem National Titling Center hawakuprint hizo titles. Na kwa sasa tunafuatilia kuhakikisha kwamba wale wachache ambao kupata titles nao wafanye nini? Wapate. Sio Nyakenywa peke yake, kuna mashamba mengi sana kula ambayo yana title deeds ambayo pia tumeweka pamoja katika National Titling Program kuhakikisha kwamba pia wanapata titles. Haya, kuna Pastor Mutahi akiwa Nyahururu. Anatabiri mema. Anasema habari Kamau. Salimia Governor George Natembeya. He's a young man, experienced, trained, and articulate. Huyu ni Michuki. Sasa wewe anasema ni Michuki. Na anakutakia mema. Asante. Siku zijazo. Asante, nashukuru pastor. Na unajua huyu pastor kwa simu yake anasema atakusave FP future president. Najua wanasiasa wako very insecure. Sema Natembeya future president wataniua atakumaliza. Watanimaliza. Watanianza vita. Wanasema jamaa ameenda kutangaza Inooro. Mimi kwa sasa na focus wapi Nzoia kuna mambo mengi mimi nafanya. Hii nyingine wacha tuachie wale wanataka kupambana nayo. Asante. Umeongea kuhusu kuinua economy ya watu. Ukasema hapa kwetu tumekunywa juu ya hopelessness. Na ni ukweli. Na Wakikuyu musikie hiyo. Kwa hope. Kwa mafikiri yako governor, how do we inua economy ya watu? Sasa kila mtu analia pesa. Hakuna pesa, hakuna watu wengi. Wacha nisiseme kila mtu. Juu niliona Mombasa kuna wale wako nazo. Tutafanyaje kuinua economy ya watu? Watu weke pesa kwa mfuko. Economy iko sawa. Ile kinatakana ku address ile inaitwa national grid. Ile uko nayo na bado unataka. Ulafi. Ile grid ambayo iko na viongozi. Wakati unapanga mradi ukijua nitafaidika hapo namna gani kama kiongozi. Kuna miradi ambayo zimeanzishwa hazijakamilika kwa sababu ya hiyo ukora tu. Na zile programs ambazo tunaweka zina improve maisha ya watu namna gani. Sisi kweli kwa Kitale tumeweka miradi ya kusaidia watu. Na tunapigwa vita sana. Maana watu wengi viongozi hawataki mwananchi wa kawaida akuwe empowered. Maana wanataka yule mwananchi akuwe slave, akuwe mtumwa forever. Ili ukimletea shilingi 50 anakuwa nawe kama ni mwokozi. Mwananchi akikuwa na fedha kwa mfuko anakuwa na kiburi. Utakuja tu kumletea story hekaya za Bunwasi, atakuuliza maswali. Viongozi wengi katika taifa la Kenya hawataki wananchi wakuwe empowered, wakuwe na pesa, wakuwe na fedha katika mifuko.
hata ile objective ya devolution kwamba fedha zitoke Nairobi siende mashinani. Fedha nyingi zilifika county headquarters na zikakwama hapo. Zinafikanga hapa alafu zinarudi Nairobi. Wakubwa wote wanaishi Nairobi, wamejenga manyumba Nairobi. Gavana akipata kitu anaenda kutafuta boma wapi? Nairobi. Akai huko. Anaenda tu nyumbani kama kuna fedha zimekuja. Lakini ukaa pale useme nao hawa watu tutawasaidia namna gani? Badala kumpatia samaki, nimpatie ni neto ndono. Hawataki hiyo, wanataka kupatia tu omena. Sasa utakuwa na ngojea omena, lakini kuna ndoano ambaye hawezi kupanda. Ndoano is even cheaper than omena. Unajua hivyo. Lakini mbona hataki kupatia ndoano? Watu wanaogopa, viongozi wanaogopa mwananchi kuwa independent. Hawataki, wanataka mwananchi akuwe dependent kwao, wanakuwa kama Mungu. Usipokuwepo, mwanasiasa asipokuwepo hata wewe kuzika ndugu yako kama mega inakuwa ngumu. Maana alisafiri mnangojea mheshimiwa kuja anunue jeneza. Hiyo ndio vitu viongozi wanataka. Lakini Kenya yetu tukiamua kwa kauli moja, kama viongozi tuache kukompiti uko na magari ngapi, uko na manyumba ngapi. Tuangalie kwamba niko na gari moja, lakini kuna uwezekano pia jirani yangu badala kutegemea pickup yangu pia mimi nanunua pickup ya kubeba midi kila saa, awe pia na baiskeli. Hali ya uchumi itainuka. Watu wetu wana problem ya kufanya kazi, ya kurauka mapema na kwenda kwa mashamba. Watu wamefanya kazi. Hata kule Murang'a kuna mama wamechukunja mgongo. Anakaa hivi kabisa hivi. Yeah. Kwa sababu gani? Kuamka na kwenda kubeba maji na Murang'a jua maji iko kule chini. Nyumba iko huko juu. Ni mlima. Watu wetu wanafanya kazi kabisa, wanaamka mapema kwenda kufanya kazi. Lakini mapato ile wanapata, ile result ni nini? Unaenda kwa shamba unalima mahindi kwa mfano, wakati wa kuvuna mtu anaharibu bei. Unauza mahindi kwenye moja shilingi 2,000. Ukishauza namna hii baada ya mwezi mmoja, mahindi yako mwenyewe unauzia shilingi 6,000. Nani huyu ana manipulate? Nani huyu ana manipulate hizi vitu? Na mbona serikali inakataa kupatia mkulima mbolea kwa bei shilingi 1,000 lakini ako tayari kuimport mahindi kwa shilingi 8,000? Mbona mkulima wa Kitala asinunulie mahindi kwa shilingi 5,000 peke yake? Mbona tungojee mahindi kosekane tuendeleta mahindi kwa Zambia kwa shilingi 8,000? Hii pesa inatoka wapi? Huyu mtu mbona afikiri kwamba hii pesa inakusaidia mkulima hapa chini? The policies that we make are deliberate policies kuhakikisha kwamba mwananchi anakandamizwa kabisa, abaki pale chini. And as long as the majority of Kenyans, 70% wako below the poverty line. Wanadanganya 50%, so 50% is over 70% of Kenya live in the poverty line. Our country cannot develop. So it's just about policies. Wakati wabunge wanapia kelele kule kwa assembly wakidiscuss miswada. Miswada ngapi ambayo umeona na focus kwa mwananchi wa kawaida? Hata ile elimu wanasema at free education at secondary. How free is it? Unaweza tu kuvaa uniform leo hii uende Karumaini secondary school na ukae pale useme secondary education ni free. Unaweza? hidden costs everywhere. So we are not being honest. The national leadership and even the county leadership must be honest and focus on the interests of mwananchi. Asante. Huo unahusisha mwananchi wa kaunti ya Nzoia katika uongozi wako? Kabisa. Kwa njia gani? Nimesema mambo ya vikao. Mambo ya vikao tuko na wananchi. Na mimi niko na wananchi every day nikienda kwa ofisi. Sibagui nani anakuja kuniona. Utaona yule ambaye ni mkubwa, utaona yule ambaye ni mdogo. At all times unajua needs za wananchi wako ni ipi. And I know it may take a bit of time, but kama Nzoia we're on the right course. In the fullness of time, watu wataona vile Nzoia inaenda kufanya nini, inaenda kubadilika. Of course, kuna so many detractors. Watu ambao wataki kufanya chochote. Unajaribu hii, wengine wanakimbia kote. Na wengine hata ni viongozi tu wamechaguliwa. Kwa sababu ana focus, anafikiri kwamba ukifanya jambo fulani atakuja kuwa maarufu sana kumuliko. All we are just interested in, bwana nje amekupatia nafasi. Kuchaguliwa sio kitu rahisi. Mpaka hata Mwenyezi Mungu mwenyewe aweke mkono kwamba kwanza ndio uchaguliwe. Sasa umechaguliwa kwa hiyo public space. Wakati huo na utumia namna gani? So sisi huwezi kuwa nafanyia wananchi mambo na wananchi hujua wanakaa namna gani. Wanaonekana kule wakati wa mazishi ama wakati wa harusi, Rorasio unakuja alafu unapoona kama miezi mitatu na wanarudi. Huwezi kuelewa matatizo ya mwananchi namna gani. Sasa wanapata ukaa chini na wao. Viongozi wengi akichaguliwa all of a sudden ile lugha anaongea na ile alikuwa anaongea tofauti sana kwa sababu move on. Kumekuwa na ile disconnect kati yako na nini na wananchi. Unaitwa mheshimiwa, unakuwa mtu mkubwa, ukikuja kila mtu anasimama, unakuwa mjinga. Wakati unaanguka kukora sasa ukirudi nyumbani unachukua ile hospitali takana kujenga haiko na umekuwa mgonjwa. So we should lose touch na mwananchi, be in touch with the common mwananchi all will be. Asante. Na hizi vikao hufanyika lini?
Vikao hakuna specific date, lakini tumezigawa in the wards. Yeah, unajua pia inahitaji maana ni public participation forum, inahitaji fedha kidogo. Kwa hivyo iko kwa budget. Ukienda kutembelea na watu lazima unawapatia kalanji kidogo, mkiongea msiongea tu na njaa, si ndio? Kwa hivyo tumepanga every quarter tunafanya vikao. And especially before budgeting. Kufanya budget tunafanya vikao, unaelewa ni masuala gani wananchi wanataka, inakuwa reflected ndani ya budget. Kuna watu wanakumisi huko Rift Valley. Wanaandika hapa Regional Commissioner George Natembeya, he was the best. Watu wengi kutoka Nakuru, Naivasha wanakumbuka siku zako ama enzi yako ukiwa Regional Commissioner RC. Kwa sababu alikuwa ananiona. Najua mimi nilikuwa kitu kikifanyika si tumi polisi ama situmi, nilikuwa naenda pale na uniform yangu. Unajua watu wanafikiri mimi ni askari. Watu wanaamini Natembeya ni askari. Hata kule nyumbani watu wanafikiri mimi sijawahi kuwa askari mimi. Mimi nimekuwa DO, nikakuwa DC, nikakuwa county commissioner, nikakuwa RC. Sijawahi kuwa askari. Lakini ulikuwa napata katika mambo matatizo ya security, mimi nilikuwa naongoza, maana mimi nilikuwa chairman wa security committees. You lead by example. Sio lazima RC ende kwa hizo vitu, naambia bwana regional police commander na timu yako nyinyi endeni mdili na hiyo maneno. But me I used to go there. Maana mara nyingi usipofanya na hivyo watu watadanganywa tu. Jamaa watakwambia tuko hapo. Tuko in hot pursuit. Hata karibu nashika wakora, kumbe jamaa kutoka kambi wanapiga story. So wananchi wanakumbuka, maana ilikuwa kama jambo limefanyika, labda watu wameuawa, unaenda pale, unawafariji and then you take action. Watu wana appreciate. Good. Kama hujawahi leta mheshimiwa kama huyo tena anaongea ukweli. Mheshimiwa George Natembeya, governor wa kaunti ya Nzoia. Kuna mtu ananiambia kuna hospitali inaitwa Suwerwa, haina dawa. Nasema nikwambie hivyo, haina dawa. Tafadhali governor, tumana dawa. Na kuna mwingine anasema kaunti ya Nzoia, huyu anaitwa Njoroge kama huyu ndugu yangu wa Githenji. Anasema pongezi governor, kwako hakuna ukabila. Hayo ni ukweli. Ukabila vile mimi nasema ni ushenzi. Ni ujinga. Ni ujinga kabisa. Maana unajua sisi wanasema wanagawa wananchi kwa misingi ya kikabila. Wewe ni maskini. So unapata mwingine kwa sababu labda governor anatoka kabila yake. Unaringa umesaidika vipi? Ama rais anatoka kabila yako, sasa watu wengine hawezi kuongea kwa sababu na tabu zako na za huyu zinafanana. Kama hakuna maji nyinyi wote hamna maji. Kama hamna fees wote hamna school fees. Na unapata kajamaa bwana kamefura kama mandazi kwa sababu rais labda anatoka kwa kabila yake. Ukabila ni vitu tu ya ushenzi. Now tuko na model katika hospitali ambayo tunatumia kwa sasa, inaitwa hubs and spokes. Hizo hubs ni kama zile sub-county hospitals. So dawa ambayo nitakana kwenda Suwerwa kwa mfano, nafikiri inapatikana katika hospitali ya Kapsara ama Kachibora. So wanachukulia dawa yao wapi? Hapo Kachibora. Haiendi direct kule kwa Suwerwa. Lakini kwa sasa unajua tumekuwa na problem ya passage of budget. Hata nikirudi Kitale ndio nitaenda kwa send kwa ile budget, maana MCS walipitisha juzi. Ilikuwa inafanywa printing on Friday, tenda kuisign. Tusign budget, tunaanza mambo ya kununua madawa sasa. Ile challenge ya madawa itaisha. Ni budget tumechelewesha kidogo. Otherwise tutakuwa na dawa za kutosha. Sawa governor, tuko na dakika 2 tumalizie na swali la mwisho kutoka kwangu. Mheshimiwa Governor George Natembeya kutoka Nzoia. Tungetaka kujua uhusiano wako na viongozi wengine katika kaunti ya Nzoia. Kuna viongozi wengine ambao pia wamechaguliwa huko. Kuna our MCS, nasikia wadi zingine wanaleta Ward Development Fund, kuna MPs, kuna women rep, kuna senator. Wewe unafanya kazi kwa njia gani nao viongozi wengine? Uhusiano wangu na viongozi wengine hasa ambao wamechaguliwa ni mzuri sana. Kiangalia kama wale MCS, tunafanya nao kazi vizuri. Chama changu kilipata MCS elected 7 peke yake out of 25. Ni minority. Azimio ODM waliongeza 2 kukakuwa 9. Alafu tukapata nominated 2 wakakuwa 11. Out of 33. 25 elected plus 8 nominated, nakuja 33. Kenya kwanza wako na 22. Azimio wako na 11. Na governor ni wa Azimio. Na tunafanya kazi vizuri. Kumaanisha kwamba uhusiano wetu ni mzuri. Hata MCA wenyewe walivunja mambo ya nini? Mambo ya vyama kule, wanafanya kama assembly ya Nzoia. Wanajua ni cosmopolitan, iko na mambo mengi hakuna kugawanyika. La pili, tunaweka kitu inaitwa ward specific fund
ambaye kila elected MCA last financial year walipata 30 million, this financial wanapata 25 million. Equally, si ati kwa Azimio ama Kenya Kwanza pekee, wote wanapata, wanaanzia pale chini kufanya miradi ya maendeleo. ECD, mambo ya maji, mambo mengine ile social protection programs kama kununua mabati, kununua meko, jikos na nini. Hiyo kazi inafanya nini? Inaendelea. Kwa hivyo na MCA no problem, na county speaker nafanya kazi na assembly vizuri. Elected leaders pia, members of the National Assembly tunafanya nao kazi vizuri. Labda kuna wale ambao wako na issues kidogo, labda na mimi sina issues na wao. They can even say I've got no issues with them. Tukifanya mikutano tunawaalika wale ambao wanakuja, wale ambao hawakuji pia tunajua labda wako na shughuli. Women rep nafanya naye kazi vizuri. So as political leadership tunafanya kazi vizuri. Unajua sio lazima tunapendana sana. Unajua it's not really a requirement. As long as kila mtu ana focus kwa kazi yake. Na kuna mahali ambapo anapata governor ameenda amecross mbele ya line ya mtu mwingine. That one me I keep to my lane. Kwa mwingine kuna wengine wanakuja kwa lane yangu so unajua lazima warudishwe kwa lane yao. Hivyo tuna kazi inaendelea mzuri. Warudishwa kwa kunyoroshwa. Hakuna kukumbushana tu. Kukumbushana tu kwamba hapa sasa wewe umeingia kwa lane yangu. Ya na unajua tu kukumbushana kwa kuongea mnapata mnagongania mahali. Kila mtu anajua hapa mimi nilikuwa nimeenda kwa hiyo. And then of course ultimately kiti ya governor ni kiti ambayo nimeshangaa sana, watu wengi pia wanaitaka sana. Kila mtu anataka kukua governor. Na sio kama kule Ulaya ambayo unajua mtu akitaka kuwa rais you don't undermine the sitting president. Wanajua huyu jamaa kwa pale kuangalia national interest. Nitakana viongozi wote ambao wanataka kuwa governor wajue kwamba ile governor ambaye kwa miaka 5 anaangalia the interest of the county. Tumpatie support. Ikifika hata uchaguzi kuna demokrasia. Simama ufanye nini kapigiwe kura. Mambo ya kura ikikwisha tunaenda kufocus mambo ya maendeleo. Ndio napata mtu ambaye amechaguliwa sasa anataka kuwa governor anaanza kampeni ya kiti ya governor sasa. So mnashinda mkilumbana akienda kula anaongea hivi na hivi. Unapata mali na inafika mali na distract kidogo. Ndio. Asante. Ningetaka nikupatie dakika moja tu Mheshimiwa Governor usema kwa heri, kama kuna jambo sijakuuliza ungetaka kuambia watu wetu wa Kenya unaweza ukawaambia kwa hiyo dakika moja. Ndio huyu ndugu yangu Njoroge akuja. Kuna marafiki sana huko Kitale. Nafikiri hata hii December atakuja holiday huko. Akuja. Kwanza kabisa kuna mambo machache ambayo tujaongea. Kuna mambo ya barabara ambazo tunajenga. Tulianza ujenzi wa barabara, tukakuwa na challenges na mvua ikasimama. Lakini kwa sasa tumeweka fedha za kutosha kwenye bajeti ya ward specific ya executive kuhakikisha kwamba wakati mvua ya El Nino inapunguka tunajenga barabara. Jambo la pili, mambo ya stadium ya Kenyatta Stadium kule Kitale. Vijana wetu wako na talanta, kwa miaka mingi imekuwa ni promise. Kwa sasa kazi ya ujenzi wa stadium inaendelea. Jambo la tatu ni kwamba watoto wetu kuanzia mwaka ujao watoto wa ECD wa chekechea wataanza kunywa maziwa kwa shule mara 2 kwa wiki. Tumeweka fedha milioni 70 ambayo kazi nitakana kuanza. Walimu wetu wa ECD tumewapatia kazi ya permanent and pensionable. Karibu walimu 750. Tuko na mpango ya kuendelea kuongeza kidogo. Mwaka ujao pia tumeweka fedha karibu shilingi milioni 100 ya kununua tena mbegu na tupatie wakulima wetu kuhakikisha kwamba katika nyumba za watu kukuwa na food security. Ile security ya chakula, watu wasiwe kwamba wanahangaika hawana chakula, kila mtu apate chakula. Hata ile ambaye kibaki kupeleka kwa soko unajua uko na hakika kwamba uko na chakula. Pia tuko na mpango wa Nawiri Fund ambaye inapatia watu wetu fedha ya kufanya biashara. Nikitoka kwa Nairobi labda kuanzia next week tutakuwa tuna launch hiyo program. Na tumesema wale ambao wanapewa capital hiyo Nawiri Fund pia wanapewa tenda ya serikali. Nataka tukupatie fedha alafu anze kutafuta biashara za kufanya. Tukupatia fedha alafu tukupatia tenda ambayo unafanya ile repayment rate ambayo ni 83% ikuwe 100%. Ningependa kuchukua nafasi hii kama kushukuru sana kwa kunipatia forum kuongea na Wakenya kwa jumla na pia watu wetu wa mkoa ule wa Mount Kenya. Na mimi kama labda nipe dakika moja tu. Mimi mahali nimefika hapa ni kwa sababu ya jamii ya Mlimani. Kwa sababu wakati nilienda kuwa pia waziri Michuki, alinifunza kila kitu ambacho ninajua. Alikuwa ananipenda sana. Na akanipeleka mimi kuwa DC wa Murang'a. Na nikafanya kazi ya pombe sana. Wakati nilitoka kule
Murang'a nikapelekwa Kamkunji. Nakumbuka 2015, around 2014 2015 hapo Rais Uhuru asema kwamba mambo ya pombe vita sipiganwe sana. Hata sasa hakuna vita ya pombe inapiganwa kama wakati huo. Na tukamwaga pombe. Na alikuwa amesema kwamba kila PS aende home district yake. Kule Murang'a yule alienda ni Dr. Monica Juma. Alikuwa PS wetu wa interior. Na wakati alikuwa huko wakimwaga pombe, mjumbe wa Kiharu wakati huo, Irunga Ngata, akamwambia Madam PS, kulikuwa na DC hapa anaitwa Natembeya. Na alikuwa amemaliza hii kitu. Na akapelekwa na Nairobi, sumurudishe. Ile kitu Dr. Monica Juma alifanya, akakuwa curious. Kwa nini Natembeya watu wanaongea juu yake ni nani? Akaja huku akanitafuta. Na akaniongelesha na akanipatia kazi. Akaunda job. Wakati kulikuwa na mambo ya ugaidi sana. Kulikuwa na bomu zinapigwa kule Mandera, akaunda task force. Na akanipatia kama joint secretary kwa hiyo task force. Tukaenda tukakaa kule Mandera tukaprepare report. Wakati nilikuja kidogo, Waziri Monica Juma PS Monica Juma akanipromote kuwa county commissioner wa Isiolo. Na wakati nilikuwa Isiolo, kulikuwa na kazi ngumu sana huko. Banditry, watu walikuwa wanapigana, Waturkana, Wameru, Wasamburu. Mahali ilikuwa kama Gaza wakati huo. Monica Juma alinisupport. Alikuwa anasia wizi umefanyika hivi kabla sijapika report. Naambiwa umetumiwa 100,000. Umetumiwa 200. Hakuna siku niliomba PS pesa. Lakini alikuwa anajua na anatuma pesa. Na yeye mtu ameolewa huko Murang'a. Mimi mambo yangu mazuri yametoka huko bwana. Na mimi niko na hakika hata kule mbele. Asante Governor. Nashukuru sana. Asante. Mmoja wa hao watu ndio huyo amekuja. Naitwa Njoroge wa Githĩnji. Njoroge na ukogethia Governor. Nitamsalimia. Njoroge sasa. Lazima atoe Kitale. Ni marafiki wetu wa Kitale. Kila siku anatuandikianga majumbe wakisema kwamba wana watch Inooro. Na kumbe Wakikuyu ni wengi sana, watu wetu wa mashabiki wetu ambao wanasikiza lugha yetu ya mama ni wengi sana. Labda walikuwa wanasema kwamba kuna kivutio cha watalii kinaitwa Ndora Park. Wamesema nisalimie Governor na wakati mmoja utembee Ndora Park hapo Kitale. Na wakaniambia ukienda hapo utaona zile vitu wanafanya za utamaduni na vitu zetu za mpaka miti ya kienyeji. Nimekuwa hapo. Mzendura ni rafiki yangu sana. Actually kabla hata nitoke kwa serikali kwenda kusimama, Mzendura aliunda billboard kubwa. Na akaweka kwa plot yake kwa barabara. Nikakaa hapo akisema Governor wetu ni Natembeya. Ni mzee mzuri. Ako na park hapo, hata ako na stadium ya mchezo. Huwa anapeana hiyo stadium bila hata kulipisha. Good man. Kwa hivyo mimi mtu akitaka kuna kuniintroduce mimi kwa Ndura. Rafiki yangu nimeenda kwake, tumekula kwake. Mama yake ni mama mkarimu sana. Ni mtu ambaye tumekuwa naye na mimi. Sasa wangu sababu wakati umeisha na nataka utakie wananchi wote shamra za sikukuu. Tunaingia wakati wa sikukuu. Unajua utapata labda nafasi nyingine kuja hapa kabla mwaka kuisha. Labda watakia wananchi sikukuu njema. Ningependa kuchukua nafasi kuwatakia wakazi wangu wa Nzoia na Kenya kwa jumla sikukuu njema. Tusifanye mambo kupindukia. Kuna usafiri mwingi. Pia madereva tafadhali mkuwe waangalifu. Hii sio wakati wa Kenya kukufia kwa barabara tafadhali, kwa sababu nataka kwenda raundi mingi, kimbia urudi. Wenye magari pia wanapatia driver kazi nyingi, amechoka analala kwa gari, kunapata ajali. Tafadhali tukue very waangalifu kabisa ili tuvuke mwaka sisi wote kusukua na hizo mambo ya ajali. Kwa hivyo nawatakia Christmas njema, na wakati tunasherehekea pia angalia wale ambao hawajiwezi. Usikule mbuzi mzima na jirani yako anakula sukuma tu. Asanteni. Thank you very much. Asante Governor. Nĩndĩracokereria tũgũcokereria na mohoro maitũ. Na ti mohoro tũkambagũthia na mũthuri mwe gĩtwarĩrie maũndũ maingĩ mwege ũhoro wa family tondũ ciana ciĩ mũciĩ na thutha wa kahinda gatarĩ kũraya tũgũcokereria na mũthuri ũcio Dr. Mwangi. Mũthuri mwe gĩtũkĩra maũndũ megiĩ ũhoro wa mĩciĩ. Kamau uga ũhoro tondũ no wata kwaga gũcokereria haha. Reke nyuma ni na Governor. Asante Kamau. Asante. That was very good. Trachoma ni infection onyitaga ritho muno kimone giki kia iguru kana giki gia thi.
mũrimũ ũcio ũngĩnyita kĩmone mwena wa thĩinĩ ũikaraga ũgĩcokagĩra kahinda karaya, na wona wacokera kahinda karaya ũgakarehe complication iria ingĩtũma mũndũ ore maitho. Githii gitu kia by the way kenda musere mumu fio tondu kiendaga musere wanikito ukoma pio mundu anika okanga muthira amuria singira 2 kilo na ni makenagira undu ucio tondu singi cio itatu no ndimarihagira nginya anake atumia ndi na guku thaici ni over 50 na anake ni over 30 ara maturutagira wira guku. Mami ndaguthaitha ndukaugie undu. Ndiri undu njugite. Muiretu ucio ni aguthukitie mutwe. Na ni njuyu uria ngugucokia raini we. Nugeretie kuingira guku rimwe. No urathire no urathitangaria. No urathukirie maundu mothe nginya kanya ga gucoka. Riu uria we arabanga kura. Ni tondu wa kiiretu kiu. Muriaga eroreri Inooro TV na mafansi mako. Hamaritwa makwa njitagwo Bill Hamaina. Ni ndi haha mbere yanyu ngimwihoya na gitio kinene mwitikire kunjikira skiza code ya rwimbo ruru rwakwa rwitagwo ndaturaga thino na niyo *811*275# Inooro ni mucii wa aini othe. Nĩ icanjama na ndũhio kuma kabatini itu ya tabarĩra cia thinema iria wendete. O mũthenya wa gatatũ thaa 2:30 cia hwaĩ-inĩ nĩ thandĩ cia ũrirũ wa wendo. Ũtũrire mwana kwĩ mamu wanyu na wamũtiga kũu. O mũthenya wa kana thaa 2:30 cia hwaĩ-inĩ ndumũrano na ngahĩha cia mĩciĩ nĩ ndogo. Rĩu nĩ ihinda rĩa gwĩtua ta actress na wĩtue biũ ũndũ ũngĩheo wĩra kwambia sasa. O mũthenya wa gatano thaa 2:30 cia hwaĩ-inĩ watu kimenya mathina maria andu aria ngimahitukagira rich kideno ngucanio na mĩtangĩko ya ithaga rĩene nĩ mwago wĩkindĩrĩte o gũkũ kwa Inooro TV ndũkahĩtũkuo. Nega muno nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere gũikarania na ithuĩ thĩinĩ wa tabarĩra ĩno wendete ya Inooro rũcinĩ. Ndĩrenda tũrore mĩciĩ itũ na tũthiĩ mĩciĩ-inĩ itũ na tũrore maũndũ maingĩ mũno megiĩ ũhoro wa mĩciĩ, tondũ mũthenya wa Jumatatũ tũkorwo tũigĩte keheri-inĩ nĩgetha tũrore mĩciĩ itũ. Ciana no irathiĩ na mbere gũikarania mĩciĩ, na ndĩrerirwo nĩ mũthuri mũũgĩ na nĩwe twĩnake gũkũ thĩinĩ wa studio atĩ mwana ũrĩa aikara no oe mĩtugo thaa ici na mĩtugo ĩtuĩke mũtũrĩre wake wa thikũ ciũkĩte. Nĩ kaũndũ kaigana nĩ mĩtugo ĩrĩkũ tũngĩenda ciana cioe mĩega hĩndĩ ĩno cihingĩte ihinda rĩrĩ raya, tondũ nyingĩ ciathiĩ thukuru igĩthiĩ igakora mĩtugo ĩngĩ. Kwana atia mũthuri mũũgĩ? Niĩ ndĩ mwa mũno bwana Njoroge. Karibu sana. Asanti. Na ndakena mũno nĩ kũigua nĩ ũkinyĩte gũkũ wega na ũgetĩkĩra ũka tũgwĩtĩte. Nĩma. Tũtiaga kaũndũ kau oro ũguo. Nĩ ũndũ wa mũndũ ũgĩkorwo arakuona rita ya mbere ndũkĩambe wĩtambũrũkie. Thank you mũno bwana Njoroge. Ndamũgeithia mũno eroreri aitũ a Inooro TV. Maritwa makwa njĩtagwo Peter Kiro wa Mwangi kana mũthuri mũũgĩ, na nĩ nyenda Kristo wa Ngai nĩ tondũ wa kũhonokia gwitũ kũrĩa mwena wa Murang'a Kĩgumo handũ hetagwo Kamũkambi kũndũ kuo njiarĩirwo, ngagĩcoka ngagĩũka gũkũ Nairobi gũthũkũma, na wĩra ũrĩa ndutaga mũno nĩ wa gũtarana. I have done counseling and psychology na wĩra wa mediation. Ucio nĩguo wĩra ũrĩa ndutaga. Mediation nĩ kũiguithania andũ magĩkorwo matekwĩhotana. Mediation nĩ kũiguithania andũ kũrĩa gũtarĩ na wendo. Ngamwĩta mũrĩ inyuerĩ tukaranĩria mũgacokia wendo na maũndũ magathiĩ na mbere. Rĩu hakĩrĩ handũ hangĩ hanyitarĩte mũno hegie ũhoro ũcio wa wendo wa gweta na no ũrahutia ciana, ũgakora rĩngĩ rĩu andũ nĩ kũrera mararera ciana hamwe no matiraikarania. Nĩ mũtaga kũiguithania andũ nginya makona anga
kirega tumite matigane ni kindu kingeta kwariririo muno makiria yes tondu gutiri andu matahitanagia